maelezo yanayotendeka kwa sasa katika ngazi tofauti, iwe ni kimataifa ama kitaifa, mijini hata vijijini. Nilisema mbeleni kwamba hatuko tayari, na hatuko tayari si kwa sababu hatutaki miradi. Zipate papa hapa habari kwa utendeti moja kwa moja kila baada ya saa. Hii ni mionzi ya Coco FM. Ni Jumatatu ya tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2025, na ni matumaini yangu kwamba mchana wako unakupeleka vyema. Karibu kwa mionzi ya Coco FM awamu ya saa 7. Mimi ni Janet Mumbi. Na nikianza taarifa ni kwamba mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mazingira NEMA kaunti ya Kwale Godfrey Wafula ametoa wito kwa wakazi ambao wanaishi katika maeneo tambarare na yale ya nyanda za chini kuhamia maeneo salama ili kudhibiti maafa msimu huu wa mvua. Katika taarifa yake kwa waandishi wa habari, Wafula amezitaka idara husika kuimarisha miundo misingi kwenye maeneo ambayo yanaweza kukumbwa na mafuriko. Wafula amesema kuna haja ya mikakati ifaayo kuwekwa ili kudhibiti athari za mafuriko. Wale wahusika wote, washikadau wote wawe katika hali ya tahadhari, kuweka miundo misingi ambayo itaweza kuhakikisha hata kama kutakuwa na mafuriko yasiyo ya kawaida, tuweze kuwa katika mazingira masafi, ili watu wasipate magonjwa na pia rasilimali ambazo tuko nazo zisiharibiwe. Vile Wafula ametoa wito kwa wadau mbalimbali pamoja na wenyeji wa kaunti hiyo kushirikiana ipasavyo ili kudhibiti mlipuko wa magonjwa mbalimbali kama ya kipindupindu. Kwa hivyo sisi tunawahimiza washikadau katika gatuzi hii ya Kwale waweze kuwa wote katika hali ya tahadhari, kuweza kulinda maisha, kuzuia uharibifu na kuhakikisha kwamba tunaishi katika mazingira yaliyo masafi. Waziri wa vijana na huduma za jamii kaunti ya Taita Taveta Shedrack Mutungi amesema serikali ya kaunti kwa ushirikiano na wadau mbalimbali wako katika harakati za kuunda masuala maalum ama mswada maalum ambao unalenga kudhibiti hali ya umaskini kwa wakazi. Mutungi amesema 38% ya wakazi wanaishi katika hali ya umaskini, kiwango ambacho amekitaja kuwa cha juu cha umaskini. Aidha, Mutungi amesema mswada huo ukipitishwa na kuwa sheria utajumuisha utoaji wa mikopo kwa wakazi ambao wanaishi katika hali duni ya maisha ili kukidhi mahitaji yao. Mswada ambao serikali ya kaunti inautengeneza ambao tunaita Poverty Alleviation, Empowerment and Enterprise Development Fund Bill 2025. Madhumuni yake ni kuondoa umaskini katika kaunti ya Taita Taveta. Kenya mzima statistics zinaonyesha 38% ya Wakenya wanaishi chini ya $2.15 a day, ambao ni extremely poor, ambapo that is a representative ya Taita Taveta County. Naye mshirikishi wa shirika la Village Enterprise ambalo linashughulika na masuala ya kumaliza umaskini kwenye kaunti hiyo, Esther Kisavi, amepongeza serikali ya kaunti hiyo akisema mswada huo utasaidia kuimarisha maisha ya wakazi. Tuko hapa tunatengeneza bill kama hii tukisupport county government waweze kukua na a bill like this one ya eradicating poverty within the county, na tumefurahi sana vile county embrace actually and even setting a budget line and setting a percentage to actually make sure kwamba wamesaidia watu wao katika hali ya umaskini. Afisa wa shirika la Rotary ya Kilindini kaunti ya Mombasa, Anil Dodia, amesema zaidi ya wakazi 500 kwenye kaunti ya Mombasa wamenufaika na matibabu ya bure ya magonjwa mbalimbali ambayo yaliandaliwa na shirika hilo kwa ushirikiano na wakfu wa Lulu ya Jamii. Akizungumza kwenye zahanati ya Majengo Mvito wakati wa matibabu hayo ya bure, Dodia amesema wenyeji watapokea matibabu ya macho yakiwemo ya upasuaji. Vile Dodia amesema kuwa kutokana na idadi kubwa ya wakazi ambao walijitokeza wataandaa matibabu ya bure hivi karibuni na kuwahimiza wakazi kujitokeza kwa wingi ili wanufaike na huduma hizo. Kwa upande wake, kiongozi wa wakfu wa Lulu ya Jamii Lulu Hassan amesema kuwa wanapania kuandaa matibabu ya bure mara kwa mara ili kuwapunguzia Wakenya gharama ya matibabu. Ni janga, manake we didn't expect such a turnout. Madaktari wale expect at least 300 wakizidi, but ukiangalia we have more than 600 right now. So kama vile Anila amesema kwamba wakati huu tutaangalia a further date ya kuonyesha kwamba tunaweza kufanya tena in a bigger clinic. Kama unaona kwamba hapa Majengo dispensary kidogo ni mali padogo, so tunahitaji hiyo cooperation kwa watu wa huko nje. Pia let's do more checkups. Watu wanaumwa kabisa, but wengine hawajui na wengine pia hawana uwezo, because this is a free medical camp. If it's free, wengi wanajitokeza, that means there is a problem. Nikikurejesha kwenye kaunti ya Taita Taveta ni kwamba mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Taita Taveta Lydia Haika ametoa wito kwa Wakenya kuipa nafasi serikali kuu
kuwahudumia badala ya kuingiza siasa ambazo hazina maana. Akizungumza kwenye kaunti wa Haika, amesema baadhi ya viongozi hasa upinzani wamekuwa na tabia kuwachochea Wakenya, hali ambayo huenda ikasababisha mgawanyiko hapa nchini. Haika pia amewashinikiza viongozi nchini kushirikiana na Wakenya ili kuhakikisha maendeleo yanatekelezwa vilivyo kwa manufaa ya wananchi. Hatutaki siasa ya kubagua watu kimrengo, ya kwamba nyinyi ni wengi na sisi ni wachache. Jamani, tulizeni boli. Wakati wa siasa ukifika, tutayazungumza. Saa hii tumuache rais wetu na tuwache viongozi wafanye kazi. Kwa hivyo tuwashike viongozi wetu wote walioko mamlakani mkono ili waweze kufanya kazi. Vile Haika ametoa wito kwa makundi ambayo yananufaika na hazina mbalimbali za serikali kama Yangaf kuhakikisha wanatumia vyema fedha hizo ili kukidhi mahitaji yao. Tunataka kuona pesa katika mifuko zetu za vikundi, zile za table banking, ili tuweze kufanya miradi. Tumeweza kulifanya hiyo kwa kaunti yote mzima. Cha muhimu zaidi ni wakati mnapata ile pesa, wacheni iende kwa malengo mazuri ambayo mmesema. Tusiende tukapoteza mwelekeo wakati tumepata ile pesa. Na kabla ya kukujuza yanayojiri kimataifa, ni kwamba uhaba wa uguzi ni miongoni mwa changamoto ambazo zinatatiza shughuli za utoaji wa huduma za matibabu katika hospitali ya rufaa ya hapa mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi. Wakizungumza na Coco FM, baadhi ya wauguzi wa hospitali ya rufaa mjini Kilifi wakiongozwa na Nyadzua Pandau wamesema hali hiyo inawafanya kulazimika kufanya kazi kupita muda unaohitajika, kwani idadi ya wagonjwa wanaohitaji matibabu ni kubwa zaidi kuliko ile wauguzi waliopo kwenye hospitali hiyo. Vile wametaja ukosefu wa dawa kwenye hospitali hiyo na kutoa wito kwa serikali ya kaunti ya Kilifi kuhakikisha zinapatikana ili wagonjwa tibiwe bila changamoto zozote. Sasa pia tukiangalia kiwango cha kazi kile tunafanya na idadi ya wauguzi wenye tuko, unapata kazi ni nyingi kuliko sisi wauguzi. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, wakati mwingine unaweza pata labda hauna dawa zote zile unazohitaji. Wakati mwingine inakuwa ni changamoto, unahitaji kupeana dawa fulani lakini haiko. Unaweza pata mtu amekuja hospitali na hana chochote kile. Unahitaji umsaidie ajifungue lakini hana uwezo, hata inaweza kuwa hana hata nguo ya kufunika mtoto wake. Hana hata mahali essential needs zake yeye mwenyewe hana, lakini tunajaribu kama wauguzi tumsaidie pale tunapoweza na kile kishacho chenye tutakuwa tuko nacho. Wakati mwingine ndio tunalazimika kuchanga. Aidha, wauguzi wameitaka serikali ya kitaifa pamoja na kaunti ya Kilifi kuwekeza zaidi katika kuimarisha huduma za matibabu na kukishukuru kituo hiki cha Coco FM kwa kutoa zawadi kwa kina mama hospitalini humo jana wakati wa siku ya kina mama duniani. Ujio wenu umekuwa mzuri kwetu, tunashukuru kwa sababu sio wengi wanaofanya kitu kama hichi, japokuwa mmetanguliza kusema si kingi ni kichache, lakini tunasema ni asante. Inaonyesha upendo, ushirikiano, na hata pia kwa wale wamama wenye wako hapa wataona jamii inawatambua. Kuna watu mahali fulani Coco FM inawatambua. So that is a very good thing and we appreciate as Maternity KCH, and may God bless you all for whatever you've contributed and whoever has contributed towards today's day. Hii ni mionzi ya Coco FM. Wasomaji wenye tajriba katika tasnia ya habari wakikuletea taarifa kwa wakati pindi yanapotendeka, tena kwa ufasaha, bila kuficha, bila vizuizi wala kukawia. Hii ni mionzi ya Coco FM. Karibu tena. Na katika rubaa za kimataifa ni kwamba kundi lililoharamishwa la Kikurdi la PKK ambalo limeendeleza uasi wa miaka 40 dhidi ya Uturuki limetangaza kuweka chini silaha zake na kusalimu amri. Hatua hiyo ilifuatia mwito wa mwezi Februari wa kiongozi wa kundi hilo aliyefungwa jela Abdullah Öcalan kutaka shirika hilo livunjwe. Kundi hilo limepigwa marufuku kama kundi la kigaidi nchini Uturuki, EU, Uingereza na Marekani. Hapo awali waasi wa PKK walilenga kuunda nchi huru ya Wakurdi ambao ni takribani 20% ya watu wa Uturuki, lakini tangu wakati huo limeachana na malengo yake ya kujitenga, likijikita zaidi kwenye uhuru wa haki za Wakurdi. Zaidi ya watu 40,000 wameuawa wakati wa mzozo huo. Ni saa 7:12 zimekatika, na kufikia hapo sina la ziada kutoka kwangu ila kutamatisha mionzi ya Coco FM awamu ya saa 7. Tupatane tena pale mwendo wa saa 8 mchana ambapo nitakuwa narejea na muktasari wa mionzi. Mimi ni Janet Mumbi.
Hii ni mionzi ya Coco FM. Maelezo yanayotendeka kwa sasa katika ngazi tofauti kila baada ya saa. Hii ni mionzi ya Coco FM. Coco FM inajizatiti kukuletea matangazo na vipindi bora vinavyofikia maadili na